Picha linaanza kinyamwezi kabisa. Hapa tunakutana na Olivia, binti anayetokea kwenye familia ya kitajiri. Amebeba begi lake akiondoka. Mama yake anamuuliza, "Olivia, unaenda wapi?" Olivia anajibu, "Naondoka mama, kwa sababu wewe na baba hamtaki niishi maisha ninayotaka." Mama anajibu, "Rudisha begi lako ndani." Kabla hajamaliza kuongea, mzee anamdakia. Anasema, "Olivia, nipe funguo zangu za gari. Hiyo gari haiondoki hapa. Na kama unahisi umekuwa, basi itabidi ujifunze kubeba majukumu yako mwenyewe." Aisee, huyu mzee sio poa. Olivia kwa hasira anabeba mizigo yake, anampa mzee funguo ya gari na kusepa zake. Anatoka nje na kuchukua dereva taksi mmoja hivi, bado hatujajua anaenda wapi. Huyu dereva taksi mierusho sana, yani gari yake inaharibika mara kwa mara. Olivia sio mnyonge pia, ni binti wa kitajiri mwenye kiburi sana. Anamjia juu akisema, "Ni dereva gani anaendesha gari bovu kama hili? Hivi unajua baba yangu ni nani? Au nadhani kisa niko hapa na ndo maana unanichukulia poa?" Yule dereva taksi anajaa sumu, balaa linaibuka mtaani. Na hapa anatokea kijana mmoja kwa jina la Davis ili kusuluhisha umtiti. Davis anapeleka pua ili kujaribu kumtuliza Olivia, maana mtaa mzima unamtazama yeye. Olivia anamzingua Davis pia. Davis yule anaondoka. Dereva taksi anamshusha Olivia na mizigo yake na kumwacha pale mtaani. Wauni si wakaona hili hapa dili, yani leo mbuzi kafia kwa muuza supu. Wale wahuni wanamfuata Olivia na kuanza kumzingua. Davis anarudi na kumsaidia, maana wale wahuni wa kitaa anawafahamu vizuri. Anamsaidia begi, ila Olivia sasa siye mtu anayesaidika. Anamwambia Davis, "Sijakuomba uje kunisaidia." Davis anaacha begi, anasepa zake kwenda kwao. Ghafla mara Olivia huyu hapa anamwambia Davis, "Tafadhali niruhusu niingie ndani." Davis anagoma, "Haiwezekani. Yani mtu tumekutana mtaani unataka uingie ndani? Hapana." Olivia na Davis wanajibizana na ghafla dada yake na Davis anatoka nje. Huyu anaitwa Linda, na kwa bahati anamkumbuka Olivia kuwa alisoma naye chuo kimoja, japo Olivia hamjui kabisa Linda. Anasema, "Wewe ndiye binti tajiri Olivia. Haukuwa na marafiki chuoni kwa sababu muda wote ulikuwa ukiijiwa na gari." Linda anamkaribisha Olivia ndani, japo Davis bado hajakubaliana na hili swala. Linda anamuuliza Olivia, "Unafanya nini usiku wote huu peke yako? Dereva wako yuko wapi? Au wazazi wako wako wapi?" Olivia anadanganya, anasema, "Wazazi wangu wamesafiri. Hapa nilikuwa naenda kwa shangazi yangu, ila dereva taksi kanishusha mtaani." Na hapo ndipo nikakutana na Davis. Davis ashajua huyu manzi anadanganya, anampa simu ili ampigie shangazi yake kwa sababu anasema simu yake alisahau kwenye ile taksi. Olivia anazuga tu, hapigi simu, anasema, "Shangazi hapatikani." Davis hamkubali hata kidogo Olivia kwa sababu anadharau sana na ni wazi kuwa anadanganya. Davis anasema, "Usikute kaua huko alafu hataki kurudi kwao." Linda anamtuliza mdogo wake. Olivia anasema, "Naomba nilale hapa usiku wa leo tu, alafu kesho nitaondoka." Davis anakataa. Linda anamvuta Davis ili waongee pembeni. Linda anasema, "Nawezaje kumfukuza mtoto wa watu aondoke usiku wote huu? Huyu binti namfahamu vizuri, hana shida yoyote zaidi ya vitabia vya watoto wa kitajiri. Mwache leo tu alale, alafu kesho ataondoka." Huyu Olivia sio poa, unaambiwa kashabadilisha hadi nguo, yani hapa ndo kashafika. Davis anatamani kupasuka, ila ndo hivyo, atafanyaje? Olivia anachukua simu ya Linda, anamtext mama yake, "Mama, niko salama. Simu yangu imepotea. Huwezi kunipata ukinipigia. Nitanunua simu nyingine kesho ili tuongee. Hapa natumia simu ya rafiki yangu. Nitarudi nyumbani nikiwa tayari kurudi. Kwa heri mama." Sababu kubwa iliyomfanya Olivia aondoke nyumbani ni swala la baba yake kumlazimisha kwenda Marekani kimasomo. Analalamika kwa sababu katika maisha yake hana maamuzi, yani kila kitu anapangiwa na wazazi wake. Chuo alichosoma mpaka kozi, yani mpaka boyfriend amechaguliwa na baba yake. Hali hii inamfanya ajisikie vibaya na ndiyo akachukua maamuzi ya kuondoka. Siku iliyofuata Davis anamfuata dada yake na kumuuliza, "Vipi, yule msichana ameshaondoka?" Linda anajibu, "Bado, ila inaonekana una shida sana na huyo msichana. Mbona yuko poa tu na ni mrembo?" Davis anajibu, "Ana kiburi sana, inabidi aondoke. Mimi sina shida naye." Baadaye tunaona Davis, Linda na Olivia wakiwa wamekaa pamoja. Davis bado anataka Olivia aondoke. Olivia anasema, "Mimi nataka kubaki hapa na kuishi na nyie." Davis anasema, "Never. Paki mizigo yako uondoke. Yani hapa sisi kama wasamaria wema tumemaliza." Olivia anajibu tena, "Nisikilize. Mimi sitaki kukaa hapa kama mtu wa msaada.
nitalipa mamilioni ili kubaki tafadhali. Davis anasema, chukua mamilioni yako kanunue tabia nzuri. Olivia anasema, nitalipa fedha yoyote ile ili kubaki hapa. Davis bado hataki kusikia, anamjibu tena akisema, kama una hela nyingi kiasi hicho, nenda kwenye hoteli yenye hadhi ya nyota 5. Maongezi yanaendelea na Olivia anasisitiza kubaki. Linda na Davis wanatoka nje kuongea. Linda anasema, mdogo wangu, una shida gani? Imagine mtu anakubali kulipa mamilioni ya fedha ili tu kukaa hapa. Sisi ni maskini, fedha hiyo itakusaidia wewe kulipia ada na kuendesha maisha yetu. Davis anajibu, sio sawa, huyu binti ana shida, ni mkorofi sana, mimi sijampenda hata kidogo. Linda anajibu, sio lazima umpende, fanya hivi kwa ajili ya familia yetu. Davis anakubali kishingo upande. Linda anarudi ndani na kumpa taarifa Olivia kuwa wamekubali kuishi naye. Olivia anafurahi sana, maisha kati ya mtoto wa kitajiri na familia ya kimaskini yanaanza. Inambidi Davis alale kwenye kochi ili Olivia alale chumbani kwake. Davis hamkubali hata kidogo Olivia, ila anajikaza kwa sababu ya dada yake. Balaa linazidi kuwa zito. Olivia mtoto wa kitajiri hajui hata kupika. Yeye amezoea kula, kulala na kucheza na simu. Sasa hapa anapoishi maisha ni tofauti. Davis anamwambia, kama una njaa nenda mwenyewe jikoni. Huko jikoni sasa hata kukata nyanya binti hawezi, ila ndo atafanyaje, hawezi kurudi nyumbani. Maisha yanaendelea. Davis anaendelea kumnyosha Olivia, hataki kuishi naye. Siku moja anapita mlangoni kwake na kumsikia Olivia akiongea na mama yake kupitia simu. Olivia anaongea kwa uchungu akisema, mama, nimechoka kuishi maisha yasiyo ya kwangu. Kila kitu ninachofanya lazima nichaguliwe na nyie. Nataka kuishi maisha yangu mwenyewe. Nataka kufanya maamuzi yangu. Nataka kujifunza kutokana na makosa yangu ninayoyafanya. Davis anamwonea huruma Olivia, anampelekea chakula kwa mara ya kwanza. Olivia haamini bado, anauliza, mbona leo unanijali sana au umeniwekea sumu? Davis anajibu, hakuna haja ya kukuwekea sumu na wakati uwezi hata kuusogeza mwili wako. Siku iliyofuata taratibu Davis anaanza kumzoea Olivia. Anampeleka jikoni na kuanza kumfundisha kupika. Mazoea yanaendelea taratibu kabisa, japo bado Davis hamkubali Olivia. Olivia anaanza kufanya kila kitu ili kuwa rafiki na Davis. Anampikia, japo huo msosi sasa sio poa. Hiyo chumvi kidogo imuue mwanetu. Siku iliyofuata anadamka mapema na kuanza kufanya usafi. Hii yote ni asigombezwe na Davis. Mazoea yanazidi kukua. Davis anaanza kumjali Olivia. Anampa nafasi ya kumsikiliza. Olivia anamuelezea Davis ukweli wote, kwa nini aliondoka kwao. Siku iliyofuata Davis akiwa sebreni, simu ya Olivia inaita. Jina ni Jeffrey, boyfriend wake aliyechaguliwa na wazazi wake. Davis anamuita, anasema, Olivia, simu inaita. Anayepiga ni Jeffrey. Kabla hajamaliza, Olivia huyo hapa. Anamrukia na kwa bahati mbaya anamkisi Davis. Davis kwa aibu anasepa. Baada ya lile tukio watu hawa wanaanza kuogopana na kuoneana aibu. Yule Davis aliyekuwa anagombana muda wote na kumfokea Olivia ashapotea kabisa, bali hapa amebaki huyu anayeanza kumpenda sana Olivia. Siku iliyofuata Olivia kalewa sana. Davis anambeba na kumpeleka chumbani. Olivia aelewi show, anaanza kumvuta Davis kitandani. Davis mwenyewe kashaanza kumpenda Olivia. Anamwambia, umelewa? Olivia anakataa. Davis anavutwa tena na kupewa denda zito. Kesho yake Davis hawezi kumwangalia Olivia machoni. Anamkwepa, hataki hata kukutana naye kwa sababu anahisi aibu. Olivia anamfuata na kumwambia, mbona unanikimbia? Samahani kwa kilichotokea jana usiku. Davis anajibu, ulikuwa umelewa, haina shida. Wawili hao washaanza kupendana. Mtoto wa kitajiri ashaanza kumuelewa mwanetu Davis. Mazoea yanazidi, sio jikoni, mida ya kupika mpaka movie usiku wanaangalia wote. Siku iliyofuata akiwa mtaani, yule Jeffrey boyfriend wake na Olivia anaona Olivia pamoja na Davis wakilishana ice cream. Anashindwa kujizuia na kuwasha moto pale. Davis hamjui Jeffrey. Olivia anajikanyaga kanyaga. Davis anaondoka kwa hasira baada ya kugundua yule ni boyfriend wa Olivia. Olivia anamfuata na kumwacha Jeffrey. Mtiti unahamia nyumbani kwa Davis. Davis anasema, Olivia, ondoka hapa, sitaki kukuona. Linda anaongea na Olivia. Olivia analia sana, anasema, ni muda sahihi wa mimi kuondoka. Asante sana Linda kwa kukubali kuishi na mimi. Mwanetu Davis yuko nje, ana mawazo sana. Olivia anamfuata na kumwambia, Jeffrey sio boyfriend wangu, ni mtu niliyechaguliwa na wazazi wangu. Davis anajibu, Olivia, ondoka. Olivia kwa uchungu anasema, sawa, nitaondoka kama ndicho unachokitaka.
najua hutaki kuisikiliza hata sauti yangu. Anaondoka huku akilia na kwenda kuchukua begi lake. Linda anamwambia Olivia, kama kweli unampenda Davis basi nenda kaongee naye. Tena mwambie unavyojisikia kuhusu yeye. Mweleze hisia zako. Olivia anasema nishajua nitafanya nini. Olivia anatoka nje, anamrukia Davis na kumkiss. Anasema, leo siombi msamaha kukukiss kama nilivyoomba siku ile. Nakupenda Davis. Davis anajibu, I'm sorry kwa kukataa kukusikiliza. Je, unaondoka? Olivia anasema ndio. Huu ndo muda sahihi wa kukutana na wazazi wangu ili kuongea nao. Davis na Olivia mapenzi yamenoga mzee wangu. Olivia anarudi nyumbani kwao na kuongea na wazazi wake. Anaongea pia na yule Jeffrey na kumwambia hawezi kuolewa naye. Jeffrey anajibu, hii ni kwa sababu ya yule mjinga niliyekutana naye siku ile. Olivia anajibu, yule mjinga ndio kila kitu kwangu. Sikupendi, nampenda Davis. Jeffrey anaondoka kwa hasira. Siku iliyofuata Olivia anampeleka Davis kwa baba yake. Baba yake anafurahi kumuona. Anampa nafasi ya kazi kwenye kampuni yake na kumpokea Davis kwenye familia yake. Na huu ndio mwisho wa movie yetu hii pendwa. Movie inaitwa My Crazy Rich Girlfriend, au mimi nimeibatiza binti tajiri aliyezama kwenye penzi zito la kijana maskini. Mimi naitwa Eri, Instagram na TikTok natumia It's Eri. Usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo chini ya video yetu ili wa kwanza kupata video mbalimbali ambazo nitaendelea kukuletea kila iitwapo leo. Asante na ciao.